Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote, na bonyeza hapa kupata notification. Karuma Ink Podcast, chimbuko la maarifa. Sababu 10 zinazochangia wapenzi kuachana. Hadithi ya mahusiano yanayoyumba. Karibu msikilizaji. Leo tunazungumzia mada ambayo wengi huifahamu kwa maumivu, wengine kwa uzoefu na baadhi kwa tahadhari. Sababu zinazochangia wapenzi kuachana. Mahusiano ya kimapenzi huanza kwa furaha, matumaini na ndoto za pamoja. Lakini kadri muda unavyopita, changamoto hujitokeza, na kama hazitatatuliwa kwa hekima, huweza kusababisha kuvunjika kwa uhusiano uliokuwa na misingi ya mapenzi ya dhati. Katika simulizi hii, tutachambua kwa kina sababu 10 kuu ambazo mara nyingi hujificha katika maisha kila siku ya wapenzi, lakini zikipuuzwa huweza kuharibu hata mahusiano yenye historia nzuri. Twende pamoja. 1. Ukosefu wa mawasiliano ya kueleweka. Mawasiliano ni moyo wa mahusiano. Kukosa kuzungumza kwa uwazi kuhusu hisia, matarajio au matatizo hujenga ukuta kati ya wenzi. Wapenzi wanaposhindwa kueleza unachohisi au wanachotarajia, huzua tafsiri potofu, hali ya kutoelewana, na hatimaye huzalisha ukimya wenye sumu. Mahusiano bila mawasiliano ya kweli ni kama mwili bila damu. 2. Kutokuaminiana. Imani ni msingi wa mahusiano. Wivu kupita kiasi, uongo au usiri huondoa msingi huo. Mwanandoa anapohisi kwa mwenzi wake hamwambii ukweli au anaficha mambo, huanza kujenga hofu na mashaka. Kutokuaminiana huzaa ugomvi, uchungu, na hatimaye hupelekea kuvunjika kwa mahusiano. Migogoro ya mara kwa mara isiyotatuliwa. Kila mahusiano hupitia migogoro, lakini mabishano yasiyoisha bila suluhisho hujenga chuki na uchovu wa kihisia. Wapenzi wanapokosa mbinu za kutatua migogoro kwa busara, hujenga mazingira ya vita badala ya maelewano. Migogoro isiyotatuliwa hujikusanya kama mzigo, na siku moja huweza kulipuka kwa nguvu. Matarajio yasiyoendana na uhalisia. Matarajio ni muhimu, lakini yanapozidi uwezo wa mwenzi huleta msongo wa mawazo. Mtu mmoja anaweza kutarajia mapenzi ya kila saa, zawadi zisizoisha au mabadiliko ya tabia haraka. Mwenzi wake anaposhindwa kutimiza hayo, huonekana kama hafai, hali inayozua kukatishwa tamaa na kuachana. Kupungua kwa mapenzi na umakini. Mapenzi yanahitaji kutunzwa. Ishara za upendo kama maneno matamu, muda wa pamoja au mshangao huanza kupotea kadri muda unavyopita. Wapenzi wanapopuuza umuhimu wa kuonyesha mapenzi kila siku, mahusiano hupoa na hisia huanza kufifia. Kupungua kwa umakini hujenga hisia za kupuuzwa na kutengwa. Kuingiliwa na watu wa nje, familia au marafiki. Mahusiano ni ya watu wawili, lakini mara nyingine familia au marafiki huingilia kwa ushauri au shinikizo. Ushauri usiohitajika, kulinganisha mahusiano au kuingilia maamuzi ya wapenzi huweza kuvuruga uhusiano. Wapenzi wanaposhindwa kuweka mipaka na kulinda mahusiano yao, hujikuta wakivurugwa na sauti za nje. Kukosa muda wa kutosha kwa mwenza. Majukumu ya kazi, familia au shughuli nyingine huweza kuondoa muda wa ubora wa kuwa pamoja. Mwanandoa anapojisikia kutengwa au kupuuzwa kwa sababu mwenzake hana muda, huanza kujenga maswali na hisia za upweke. Mahusiano yanahitaji muda wa pamoja ili kuimarisha ukaribu na uelewano. Mabadiliko ya maadili au malengo ya maisha. Wapenzi wanapokuwa wanaweza kubadilika kiakili, kiroho au kimaisha. Mmoja anaweza kutaka maisha ya utulivu, mwingine anataka kusafiri dunia. Mmoja anaweza kubadilika kiimani, mwingine abaki pale pale. Tofauti hizi huweza kuleta mgawanyiko wa mwelekeo, na kama hazitazungumzwa kwa uwazi, hupelekea kuachana. Kuvutiwa na mtu mwingine. Hisia mpya kwa mtu wa nje huweza kuvuruga uaminifu na kuharibu mahusiano ya awali. Mwanandoa anapojikuta akivutiwa na mtu mwingine, huanza kupunguza umakini kwa mwenzake. Hali hii hujenga mashaka, huzuni, na hatimaye huweza kusababisha usaliti au kuachana kwa maumivu makali.
kutotimiza wajibu wa kihisia au kifamilia. Mahusiano ni zaidi ya mapenzi, ni majukumu. Kukosa kusaidiana, kukosa kuwa na huruma au kutotimiza majukumu ya kifamilia huweza kuleta mgawanyiko. Mwanandoa anapojisikia kubeba mzigo peke yake, huanza kuchoka kihisia. Kukosa msaada na ushirikiano huondoa msingi wa usawa na hupelekea kuvunjika kwa mahusiano. Hatimaye msikilizaji, tumefunga simulizi ya kipekee kuhusu sababu 10 zinazochangia wapenzi kuachana. Sababu hizi mara nyingi hujificha katika maisha ya kila siku ya wapenzi, lakini zikipuuzwa huweza kuharibu hata mahusiano yaliyoanza kwa mapenzi ya dhati. Mahusiano yanahitaji uelewa, mawasiliano ya kweli na kujitolea kwa pande zote mbili. Kumbuka, mapenzi sio tu hisia, ni kazi ya kila siku. Ni kujifunza, kusamehe, kuzungumza na kujenga. Asante kwa kusikiliza na tukutane tena katika simulizi nyingine ya maarifa, mahusiano na maisha. Vipenzi vyangu, nawashukuru sana kwa kuendelea kuangalia video zangu. Naomba msubscribe kwa kubofya kitufe chekundu. Pia msiache kulike, kucomment na kushare.